Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Katika ardhi yenye baraka ya Wawi, leo historia mpya inaandikwa. Ni siku ambayo dua zimepokelewa za waumini wa hapa za kupata hichi walichokiomba kwa muda, na hatimaye nyumba ya Mwenyezi Mungu imefunguliwa rasmi kwa ajili ya waja wake. Msikiti huu wa Ijumaa Wawi umejengwa kwa kuzingatia misingi ya Qur'ani na Sunna. Umewekewa sehemu zote muhimu kwa waumini. Hapa ni sehemu ya kujitoharisha kwa ajili ya ibada. Sehemu hii ya nyuma imewekewa nafasi pindi msikiti huu ukiwa umejaa, wanaweza kuweka mazulia na kuendelea na swala. Na hii ni mihirabu, sehemu ya mbele ya msikiti, na ubavuni kwake ndiko iliko sehemu ya kuingilia msikitini akina mama, ambao nao wamewekewa nafasi ya kuweza kuendelea na swala za jamaa katika msikiti huu. Kwa ujumla, msikiti huu umejengwa vyema, kuanzia miundombinu yake imara, mazulia ya kisasa yaliyojaa utulivu, mpangilio unaoleta khushu katika swala, hadi mazingira yanayomhakikishia muumini amani ya moyo na unyenyekevu mbele ya Mola wake. Msikiti si kuta wala mazulia pekee. Msikiti ni kituo cha imani, ni chemchemu ya maadili, na ni shule ya malezi, na ni nguzo ya umoja wa Waislamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, anayemjengea Mwenyezi Mungu msikiti, Mwenyezi Mungu atamjengea nyumba peponi. Ni shamra iliyojaa furaha na shukurani. Viongozi wa dini, wazee, vijana na watoto wamekusanyika kushuhudia tukio adhimu. Dua zinapaa, nyoyo zinatetemeka, na shukurani zinarejea kwa Mwenyezi Mungu Muumba, huku dua zikimwombea aliyewezesha kukamilika kwa nyumba hii tukufu ya Allah, amlipe pepo katika milango bora ya Firdaus. Wakati wa swala ya Ijumaa ya kwanza ndani ya msikiti huu ukawadia, na khatibu akapanda juu ya mimbar kuwahutubia waumini kwa kusema, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد في ذاته لا مثيل له، وهو الواحد في صفاته لا مثيل له، وهو الواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى والعمل بما فيه رضاه، فاتقوا الله وراقبوه، وامتثلوا أوامره ولا تعصوه، واشكروه ولا تكفروه، واذكروه ولا تنسوه. واعلموا ndugu Islam, bila shaka leo ni siku ya furaha kwetu, lakini pia ni siku nyingine ya historia wa mji wetu huu, kwa vile Allah ameturuzuku na ametupa taufiki ya kuweza kuihamia nyumba yake nyingine, nyumba ambayo usisa ala taqwa, imeanzishwa kwa ajili ya uchamungu. Wa huwa hadha almasjid, nyumba yenyewe ni msikiti wetu huu ambao utakuwa ni masjidul jami', ni msikiti utakaosimamishwa ndani yake swala za Jumaa.
Ayuha nnas, kwa hakika msikiti katika Uislamu una historia ya kipekee. Msikiti katika Uislamu una nafasi kuu na nafasi kubwa sana katika kuwaelea na kuwaendeleza Waislamu. Allah jalla jalaluhu anatuambia fi muhkami kitabi, inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil'alamin, hakika nyumba ya mwanzo kabisa iliyowekwa katika ardhi kwa ajili ya nyumba hiyo watu waabudie ndani yake ni ile iliyoko Bakka mubaraka, na ni uongofu wa watu. Kwa hiyo Allah jalla jalaluhu alijalia katika ardhi hii nyumba ya mwanzo kuwekwa katika ibada ni msikiti, lakini pia hata ile safari ambayo ndani yake ilifaradhishwa hizi swala tano tunazoswali za faradhi ilianzia msikitini, ikapitia msikitini, lakini pia ikarudia msikitini. Allah jalla jalaluhu anatuambia baada ya a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, subhanalladhi asra bi'abdihi layla من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ametakasika yule ambaye amempeleka mja wake kutoka kwenye msikiti mtakatifu wa Makka kwenda kwenye msikiti wa Al-Aqsa. Huo ni msikiti, ndugu Waislamu. Kwa hiyo maisha ya Waislamu ili yapate fanaka, ili yafanikiwe na yaboreke, lazima kuwe na kituo, lazima uwepo msikiti. Halikadhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama wakati anahama Makka kwenda zake Madina, alipofika jambo la mwanzo katika aliyoyafanya na kuyajenga ilikuwa ni msikiti. Kwa matukio haya tunaona umuhimu wa msikiti kwa maisha ya wanadamu, kwa maisha ya Waislamu. Ndugu zangu Waislamu, hakika Allah jalla jalaluhu kutujalia neema hii, kutujalia neema ya kupata nyumba miongoni mwa nyumba zake, ni neema nyingine ambayo inatupa nafasi zaidi ya kuweza kuwa karibu na yeye Allah jalla jalaluhu, na upendo wetu kwake yeye kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi hauwi mbali upendo huo na katika kuipenda nyumba zake. Nyumba zake katika ardhi hii ndio hii misikiti, pale ambapo katika nafsi ya mwanadamu, nafsi ya mu'min, ikiwa inatiririka upendo wa Mola wake, maana yake upendo huo utaashirika na utaonekana kwa kuzipenda nyumba zake. Haitakuwa sahihi hata kidogo ikiwa tutajidai na kujigamba tunampenda Allah lakini tukazihama nyumba zake, ama tunapodai mapenzi ya kumpenda Mola wetu lakini tukazipuuza nyumba zake. Na ndugu Waislamu, kuzipuuza nyumba hizi si tu kwamba hazifyagiwi, si tu kwamba hazifunguliwi, lakini ni kuja kikamilifu katika kusimamisha na kutekeleza yale ambayo yamepangiwa kusimamishwa katika nyumba hizi. Na katika zama za sasa, ayuha muslimun, kwa kweli misikiti imekuwa ni pahala panapowachoma wengi
katika hawa Waislamu. Inafikiaje ndani ya msikiti baada ya kutekelezwa swala tu za faradhi, muumini huyu aliyejua kwamba hadha baitu min buyutillah, kwamba hii ni nyumba katika nyumba za Allah. Jamani, hapa ni pahala pa kuangalia. Imekuja katika hadithi, fatuba liabdin, ni hongera kwa mtu tatahara min baitihi, ambaye amejinadhifisha nyumbani kwake, thumma ata ila baiti, kisha akaja kwenye nyumba yangu, fahaqqun ala almazur an yukrima zaira, imekuwa ni wajibu kwa mwenye kutembelewa kumkirimu mtembezi wake. Mmoja wetu anapoondoka nyumbani kuikusudia nyumba hii, maana yake amekusudia ugeni, amekusudia kuja ugeni katika nyumba ya Allah jalla jalaluhu. Ilete katika fikra yako ayuha almu'min, na ilete katika sura ya karibu kwamba umekwenda kwenye utembezi kwa kumkusudia mwenyeji wako kwamba ana sifa kila ya ukarimu. Sifa zote za ukarimu anazo yeye. Unajihisi kwamba katika ugeni huo utapokelewa kiasi gani na utaneemeka kiasi gani. Hiyo ni hali ya kawaida. Sasa walillahi almathalul a'la, na mifano ya Allah ni mikubwa zaidi ya hiyo. Allah ametuambia wazi wazi kwamba ni haki ya mwenye kutembelewa kumkirimu mtembezi wake. Kwa hiyo pale tunapoazimia kuja katika hizi nyumba, tuje tukiwa na imani kamili kwamba tunakwenda katika msikiti. Maana yake tunakwenda katika nyumba ya Allah. Hakuna kupoteza katika ziara hii, wala hakuna kupunguza katika ziara hii. Na kadiri unavyodumisha ugeni wako, ziara zako katika hii nyumba, ndivyo kadiri unavyopendwa na mwenyeji wako ambaye ni Allah jalla jalaluhu. Ayuha almuslimun, ndugu zangu Waislamu, zama tulizo nazo, misikiti imekuwa ni pahala pa kutembelewa kwa nadhira, ama pa kuendewa kwenye nyakati na dakika fupi tu, wakati msikiti kwa muumini ni kama vile maji kwa samaki ama bahari kwa samaki. Maisha yake yanahuika na maisha yake yanakuwa matamu na mazuri pale yanapodumu katika ile bahari. Hali kadhalika kwa muumini, huenda ikawa labda ni kutokana na ufahamu ima uliokuwa haukukamilika au kukosekana kwa ufahamu kabisa, kujua nafasi za msikiti katika nafsi zetu, katika maisha yetu, katika mafanikio yetu. Haingia akilini baada tu ya kukamilisha swala za faradhi watu kutoka ima kukosa hata zile fadhila za dhikri. Baadaye aliyesalimika kukaa, basi anaenda kukaa barazani kwa msikiti, anauacha msikiti ndani, anakaa nje ya msikiti. Huko jamani, ni kuelekea kwenda kusahau kabisa hii misikiti. Ayuha nnas, tunalo jukumu kubwa la kuelimishana, kufundishana, kuhabarishana juu ya habari ya msikiti. Msikiti habari yake si tu pahala pa kusimamisha swala tano ayuha almuslimun, bali pahala pa msikiti ni zaidi ya hilo. Hilo ni miongoni mwa moja kati ya mambo mengi ya msikiti. Tukiangalia katika yote tuliyotaja kama asili
ya uwepo wa nyumba hizi ambazo ni misikiti. Tumeambiwa hudan linnas, kwenye nyumba ya mwanzo ambayo Allah jalla jalaluhu aliiweka kwa ajili ya ibada. Hudan linnas ni uongofu kwa watu. Ikiwa watu wamekosa uongofu msikitini, tunadhani watu wanaweza kuvuna uongofu. Ikiwa watu wamekosa malezi msikitini, watu wanaweza kulelewa wakakamilisha malezi hayo. Ikiwa watu wamekosa mshikamano, upendo, umoja ndani ya msikiti, tunadhani ni wapi pengine sahihi pa kujenga mambo hayo? Ayuha almu'minun, tunalo jukumu kubwa kwa kupata na kutunukiwa kwa nyumba kama hizi, ya kuweza kujua nafasi ya nyumba hizi katika jamii zetu, ya kuweza kujenga jamii zetu kupitia misikiti yetu. Kwa sasa misikiti imekuwa ni nyumba ima za kutekeleza raka 4 fahasb, au kusalia marehemu wetu na mengine machache yanayoondoka katika hilo. Ndugu Waislamu, msikiti una wadhifa mkubwa na una umuhimu mkubwa, na ndiyo maana Allah jalla jalaluhu akaelezea kama ni sifa na kama ni symbol, bali ni unwan ya imani kwa mwenye kujenga hizi nyumba. Allah jalla jalaluhu anatuambia fi muhkami kitabi, innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaik an yakunu min al-muhtadin. Hakika wanaoimarisha nyumba za Allah, wanaoziimarisha nyumba za Allah ni wale ambao wamemwamini yeye kikweli kweli, na wakaiamini siku ya mwisho, na wakasimamisha swala na wakatoa zaka. Hawa huenda ikawa ni katika walioongoka. Huu ni utangazo wa imani kwa yule ambaye Allah jalla jalaluhu amempa tawfik na akaweza kusimamisha jambo kama hili katika ardhi hii. Ndugu Waislamu, kwa nafasi hii tunamuomba Allah jalla jalaluhu awajalie wale ambao wamejenga msikiti huu kwa ajili yake, na wale ambao walishiriki kwa hatua moja ama nyingine, awafungulie milango yote ya kheri, awafungulie baraka katika maisha yao, awape baraka za umri, awajalie neema za dunia na za akhira, na waingize katika pepo yake ya Firdaus. Kwani hili jama ni jambo kubwa. Wako wangapi na wangapi na wangapi wana uwezo na yawezekana kuliko hata aliyejenga huko, lakini wanasimamisha vitu vingine ambavyo ni msaada kwa sheitani al-la'in. Ni wito kwa jamii kuutunza, ni jukumu la kuujaza kwa swala na dhikri na elimu, kama khatibu alivyosisitiza. Wanasimamia vitu vingine kupitia fadhila hizo walizopewa na Mola wao, mambo yaliyokuwa ni ya kuivuruga dini na kuivuruga Uislamu badala ya kuimarisha. Kwa hiyo Allah jalla jalaluhu amesema wazi wazi, wanaoimarisha nyumba hizi ni wale waliomwamini yeye, lakini pia wakaiamini na siku ya mwisho, na wakasimamisha swala na wasimuogope, wasimche isipokuwa yeye Allah. Hawa huenda ikawa ni katika waliongokewa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwa al-ghafurur rahim wad'uuhu yastajib lakum innahu huwa al-barrul karim. Sheikh Juma aliwataka waumini kutumia msikiti huu sio kwa swala tu, bali iwe chemchem ya elimu kwa kuwepo darsa za kila aina. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبعد أيها الناس enyi watu, kwa hakika kuimarisha nyumba za Allah kuna upana mkubwa katika maana ya neno hili, na kila mmoja anao nafasi katika sisi ya kuwa na upande katika upande wa maana hii. Mojawapo ni huu ujenzi uliofanyika ambao leo hii tumekuja kushuhudia na kuendeleza matumizi na shughuli za msikiti huu. Ujenzi, ukarabati, usafi na mazingira mengineyo yanayoambatana na sehemu yenyewe kubakia kama ilivyo ni moja katika uimarishaji wa msikiti, na huu unajulikana kama ni uimarishaji alhisi wa kukamatika au unaoonekana. Lakini pia kuna upande mwingine wa uimarishaji wa misikiti. Kuna upande wa pili wa kuimarisha misikiti, ambao upande huu kila mmoja wetu anashika nafasi na anaweza kuwa na fungu katika hilo. Ni kuimarisha kwa njia ya kutekeleza yale majukumu husika na nafasi sahihi inayotumika kama msikiti. Mojawapo ni kusimamisha suala zima la elimu. Ndugu zangu Waislamu, msikiti katika kazi zake ni kutoa kawadhiri albasharia, rasilimali watu walioelimika, rasilimali watu waliokuwa na rasidi na salio la kutosha la maalumati, wanaofahamu dini yao na dunia yao. Msikiti ndiyo pahala pa kupika mambo hayo. Tukiacha kuyafanya katika haya, basi pia kwa upande wa uimarishaji wa msikiti kwenye ncha hii tutakuwa tumelegea na tumeachia, bali tutakuwa hatukuutendea haki yake. Kwa hiyo mojawapo suala la elimu, hichi ni kituo cha elimu. Tunaweza tukasema tunazo university, tunavyo vyuo mbalimbali. Kwa Muislamu, chanzo cha hayo yote yalikuwa ya wenye hapa. Si shida kutanua, si shida kuboresha, lakini je, marejeo ya hayo yanarudi wapi? Yanarudi msikitini. Tukiangalia misikiti yetu, hii ni nafasi ambayo tumeiacha kabisa. Suala la elimu limeonekana ni suala la taasisi mbalimbali, zikiwemo labda taasisi za kinchi. Lakini hizi ni taasisi za kinchi, lakini pia ni taasisi za kiumri, za kiimani na za waumini wenyewe. Kwa nini Waislamu, kwa nini waumini tulalamika hatuna sehemu za kusomeshea watoto wetu za kutosha na za kisasa, ili hali tuna misikiti? Huu ni ufahamu mwingine mchache na mdogo wa kuelewa maana ya msikiti. Kwa hiyo katika maboresho na katika uimarishaji wa misikiti, mojawapo ni suala la elimu. Elimu lazima ipatikane ya kutosha, ya fani zote, ya nyanja zote hapa msikitini. Lakini pia suala la maadili. Maadili yaanze hapa, yaende nyumbani, yaanzie misikitini. Mikakati yake ianze huko katika hizi nyumba, hatimaye ikatawale katika majumba yetu mengineyo. Tukizungumza mporomoko wa maadili, sijui tunamlaumu nani ila hali sisi tuna misikiti. Sijui ni nani wakulaumiwa ila hali sisi ndio tunaokuja misikitini na ndio tuna dhamana za misikiti. Kwa hiyo hili ni suala lingine ambalo linahitaji kusimamiwa kisawasawa katika hizi nyumba. Lakini pia suala la umoja na mshikamano. Wa subhanallah, imekuwa ni jambo la kusikitisha sana. Leo tofauti zinaanza misikitini, kisha ndio zinaenda kwenye mazingira mengine.
watu wanapatana kwenye mambo ya kipuuzi, wanakuja kutofautiana kwenye mambo ya misikiti. Huu ni uelewa mbaya kabisa na ni matumizi yasiyokuwa sahihi ya msikiti. Msikiti pahala pake ni kutengeneza umoja, maelewano na upendo, na ndiyo maana Allah jalla jalaluhu ametufaradhishia swala za faradhi katika hali ya jamaa ili lipatikane hili. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hili nalo ni jingine katika mambo yanayopaswa kupatikana ndani ya msikiti. Jingine lake ni maendeleo kwa ujumla ya Waislamu. Ya kujenga maendeleo, ya kujenga mifumo sahihi katika jamii ambayo itawafanya watu waondoke kwenye hali za chini na wasogee kwenye hali za kati na hatimaye kuenda kwenye hali za juu. Tusikae kukatizama mazingira mengineyo ama taasisi nyingineyo ili hali tuna nyumba ya Allah. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama anatuambia, mkimuona mtu ameshikamana na msikiti, basi mshuhudieni kwa imani huyo. Itakuwa ni maajabu kwamba sisi ni wakushuhudiwa katika imani, lakini ndio tu wamekuwa ni wakosefu wa mwisho. Imani hiyo inafanya ama inashika nafasi gani katika nafsi zetu? Ndugu zangu Waislamu, wakati hauruhusu kueleza kila kitu cha msikiti, lakini kupitia hotuba hizi tuondoke na uelewa mpana sana na uelewa mkubwa sana kwenye suala zima la misikiti, na twende tukaisimamie na tuisimamie misikiti yetu kwa kutoa kawadir albasharia, rasilimali watu katika nyanja zote za taaluma, za ufundi na nyinginezo. Tuna kila sababu ya Waislamu kuwa na usawi katika maisha yetu, katika dunia yetu na akhera yetu. Vipi isiwe hivyo wakati ndani ya misikiti ndiko kuna kusomeshwa hasa kitabu cha Allah, ambapo ndio siri ya mafanikio na chimbuko la kwenda mbele na kufanikiwa katika nyumba zetu zote mbili za dunia na akhera. Hadha wa sallu wa sallimu ala imam al-mursalin wa qaid al-ghurr al-muhajjalin faqad amarakum Allah ta'ala fi muhkam kitabih haythu qala azza qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واقطع دابر أعداء الدين ولا تدع لهم من باقية يا رب العالمين اللهم فعل بهم كما فعلت بثمود وعاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد اللهم صب عليهم صوت عذاب وحل بينهم وبين ما يشتهون واجعل تدبيرهم تدميرا يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انزل علينا من بركات السماء واخرج لنا من خيرات الارض وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين ان الله يا ارحم الراحمين وقوموا للصلاه ايها المؤمنون. Msikiti wa Ijumaa Wawi ni alama ya umoja wa watu wa mji huu, ni ushahidi wa imani hai na ni nuru itakayong'ara kizazi hadi kizazi. Katika nyumba za Mwenyezi Mungu, misikiti hujengwa kwa mikono ya watu, lakini huishi kwa nyoyo za waumini. Wabillahi taufik.